Praise the name of Jesus. Tunafuraha sana kuwaletea ujumbe ulio hai, ujumbe unaoleta uzima wa milele. Tunafuraha sana kukufahamisha kwamba Mungu angali anakupenda, angali anakuwazia mawazo mema. Kwa hivyo siku ya leo, sijui ni shida gani ambayo umekumbana nayo, lakini tumekuja kuambia kwamba kuna suluhisho. Ya kwamba kuna suluhisho katika Yesu. Yesu ndiye jibu ya maswali yote ulio nayo katika uhai. Kwa hivyo asubuhi ya leo tumekuja kuambia kwamba Yesu alikwisha lipa gharama ya maisha yako. Ya kwamba usiteseke tena. Ya kwamba usiishi na hofu. Ya kwamba usiishi bila amani. Kwa sababu Yesu amelipia gharama. Usiendelee kuishi katika dhambi. Kwa sababu Yesu alishazibeba dhambi zako. Biblia inasema katika Isaya 53 mstari wa 5. Ya kwamba Yesu aliteseka kwa ajili ya dhambi zetu. Ya kwamba Yesu alichubuliwa kwa ajili ya makosa yetu. Ya kwamba adhabu iletayo amani Yesu aliibeba. Kwa hivyo asubuhi ya leo haina haja ya kwamba ukaendelee kuishi ukiwa na magonjwa. Haina haja ukaendelee kuishi katika dhambi. Haina haja uishi maisha bila amani. Kwa sababu Yesu ndiye mfalme wa amani. Kwa hivyo tumekuletea habari njema asubuhi ya leo. Habari inayokufanya maisha yako yawe maisha ya furaha. Kwa hivyo unaposikia hii sauti yangu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kwa sababu hii ndiyo siku ya wokovu wako. Hii ndiyo siku ya amani yako. Hii ndiyo siku ya furaha yako. Hii ndiyo siku ambayo utapata uzima wa milele utakapompa Yesu maisha yako. Kwa hivyo anachokuitisha ni ya kwamba ukapata kuamini na ukapata kukiri kwa ulimi wako ya kwamba Yesu ni Bwana. Yeye hakuitishi pesa. Yeye hakuitishi sadaka. Yeye anataka tu kaamini hili jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba yeyote atakayelitia jina la Yesu atapata kuokolewa. Kwa hivyo kunalo jina ambalo tumepewa, nalo ni jina la Yesu. Jina ambalo limeinuliwa juu mbinguni, hapa duniani na hata chini ya dunia. Kwa hivyo hilo jina ndilo tumekuletea asubuhi ya leo. Katika kazi yako ukilitia lile jina, utapata kupona. Katika jamii yako ukilitia lile jina, utapata kupona. Kwa hivyo tumekuletea jina ambalo hata ukiwa peke yako, ni jina litakalo kupa ushindi. Biblia inasema ya kwamba jina la Yesu ni ngome imara. Wenye haki hulikimbilia na kupata uponyaji. Jina la Yesu ni ngome imara. Wenye haki hulikimbilia na kupata wokovu. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunayo suluhisho. Tunayo suluhisho ya mahitaji ulio nayo maishani. Ya kwamba jina la Yesu ndio jina ambalo limeinuliwa juu ya majina yote. Jina la Yesu ndilo jina ambalo tumepewa. Ya kwamba ukilitia lile jina unapata kupona. Ya kwamba tunapolitia lile jina mapepo yanatoroka. Kwa hivyo asubuhi ya leo tuna suluhisho. Na suluhisho ni jina la Yesu. Na utapata lile jina la Yesu ukiweka tumaini kwake. Ukiweka tumaini kwa jina la Yesu, hautaangamia, hautapotea. Kwa sababu yeye ni yule jana, leo na hata milele. Habadiliki kamwe. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38 ya kwamba popote Yesu alipoenda alitenda mema. Hatujasikia mtu mwingine ambaye popote alipoenda alitenda mema. Hakuna yeyote ambaye nimemusikia ambaye alienda akiwaponya wagonjwa, ambaye alienda akiwapa macho ambao walikuwa ni vipofu, ila Yesu. Na ndiye Yesu tumekuletea asubuhi ya leo, ili akawa msaada wa maisha yako, ili akawa msaada kwa watoto wako, ili akawa msaada katika kazi yako. Yesu alipoona umati ukija, alijawa na huruma.
na hata siku ya leo ametutuma kwa sababu angali ana huruma, ili tukwambia kwamba unaweza kuishi maisha ya furaha ukiweka tumaini lako kwa Yesu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wewe unayenisikia, unaweza kumpa Yesu maisha yako kwa kusema, Bwana, ingia ndani ya maisha yangu na ukapata kunitawala. Bwana, ninakupa maisha yangu ukapata kuniongoza. Kwa hivyo inachukua muda kidogo sana kumpa Yesu maisha yako. Na Biblia inasema ya kwamba yeyote amwamini ana uzima wa milele, na yeyote ambaye hatamwamini amekwisha hukumiwa. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunalo suluhisho ya kwamba ukamwamini huyu Yesu, ya kwamba ukaamini hili jina la Yesu, ndiposa utakapolitia ukapata uponyaji, ndiposa utakapolitia ukapata kuokolewa. Nimekuambia kitabu cha Isaya kinasema ya kwamba Bwana Yesu alipigwa, kwa mapigo yake tukapata uponyaji, kwa kuchubuliwa kwake tukaondolewa makosa. Kwa hivyo asubuhi ya leo una haki ya kusema ya kwamba Mungu anakupenda, na utakapomwamini siku ya leo utaishi maisha ya amani. Utakapomwamini siku ya leo utaondolewa dhambi zako kabisa, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba damu ya Yesu ndiyo iliyo na uwezo wa kuokoa kabisa. Hakuna damu nyingine yoyote iwezaye kuokoa ila damu ya Yesu. Kwa hivyo asubuhi ya leo hautasema ya kwamba haukuelezwa, kwa sababu tumekuja na tunakuambia lako tu ni kuamini. All you need is just to believe that Jesus is Lord. All you need is just to confess that Jesus is Lord. And when you confess and believe, you are born again. And when you are born again, unafanyika mwana wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba kwa wote waliomwamini, kwa wote waliompokea, amewapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo siku ya leo unaweza kuwa mwana wa Mungu kwa kumpokea Yesu, kwa kuamini hii Injili, kwa kukiri kwa ulimi wako ya kwamba Yesu ni Bwana. Na nataka nikupe nafasi ya kumpokea huyu Yesu. Hebu rudia nyuma yangu, sema, Bwana Yesu, ninakubali ya kwamba ulikufa kwa ajili yangu. Ninapokea wokovu. Ninapokea msamaha wa dhambi. Nimeokoka kwa jina la Yesu Kristo. Basi ni rahisi sana. Ukirudia yale maneno unapata kuokoka. Na kama umerudia yale maneno, Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso 1:13 ya kwamba utakapoamini na kumkubali Yesu atakupa Roho Mtakatifu, naye yule Roho anakuwa ni ishara ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Anakuwa ni ishara ya kwamba wewe ni mrithi pamoja na Kristo. Kwa hivyo walio ndani ya Kristo wamepewa nguvu na uwezo, wamepewa nguvu na mamlaka, wamepewa nguvu za kuponya wagonjwa, wamepewa nguvu za kukemea mashetani. Kwa hivyo siku ya leo kama umerudia hile ombi, wewe una nguvu na uwezo, una amani maishani mwako, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Yesu ndiye mfalme wa amani. Sijui unajaribu kutafuta amani wapi, lakini amani haipatikani kwa mwingine yeyote ila Yesu Kristo, kwa sababu Yesu ndiye aliyelipia gharama ya kwamba adhabu iletayo amani, Yesu ndiye aliweza kuilipia. Kwa hivyo siku ya leo sijui unajaribu nini ili upate amani, lakini nina suluhisho. I have an answer this morning for your peace, and that answer is Jesus Christ. Na unachohitaji ni kumwamini tu.
just to believe in the name of Jesus. Unajua alifanya ikawa rahisi sana, ili kusiwe na yeyote ambaye atakayesema hakuweza, kwa sababu kuamini hakugharimu lolote. It is just to believe. And so this morning, you can become a child of God. You can have eternal life by just believing in the name of Jesus. This name has been lifted high above every other name. Biblia inasema katika kitabu cha Wafilipi 2:5-9 ya kwamba Yesu ndilo jina limeinuliwa, na kila goti litapigwa, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa sababu jina la Yesu limeinuliwa. Jina la Yesu ndilo juu ya majina yote, na hilo ndilo jina ninalotangaza asubuhi ya leo, ya kwamba ukaliamini na ukaliitia lile jina, lakini lazima uwe na ushirika. You have to have a relationship with this name by just believing in the name of Jesus, by confessing with your mouth that Jesus is Lord. Kwa hivyo asubuhi ya leo unayenisikiza na utakayenisikiza, ya kwamba kunalo suluhisho, ya kwamba kunalo jawabu la maisha yako. Labda umejaribu mambo mengi, lakini siku ya leo I have a guarantee. Taste and see that the Lord is good. Hebu mjaribu huyu Yesu siku ya leo. Huenda umejaribu madawa ya kulevya, nayo madawa ya kulevya yamekuelekeza katika kuangamia zaidi. Huenda umejaribu wadada, huenda umejaribu wakina baba, lakini wanakufanya uendelee kuangamia. Lakini ninalo suluhisho. Hebu mjaribu siku ya leo. Just try Jesus. Just try Jesus and you will never regret it. The Bible says, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is faithful. We are here to tell you that He is faithful, because He has been faithful to us. He has been faithful to us. So try Him this morning. Try Him this morning. Try Him this afternoon. Try Him this evening, and you will never regret it. And it is very simple. You just believe in your heart that Jesus is Lord. For the Bible says in Romans chapter 9:10 that if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. That is the only requirement for you to become a child of God, for you to get born again. It is just to believe in the name of Jesus, to believe that He died and rose again just because of you, and you will be saved. The Bible says that salvation comes by confession. And so this morning, you have your mouth. You can confess that Jesus is Lord. You can believe that Jesus is Lord, because God has given you this opportunity for you to be alive this morning and hear this message, because He loves you. He is not condemning you. He is calling you to believe in His Son, because there is no other name that has been given that men should be saved apart from the name of Jesus. Kwa hivyo asubuhi ya leo, unapoelekea katika shughuli zako, unaweza kumpokea Yesu. Unaweza kuenda kazini ukiwa mwana wa Mungu. Unaweza enda shuleni ukiwa na maisha mapya kwa kumwamini huyu Yesu. Wajua pale siku za zamani, watu waliambiwa na Nuhu, ingieni kwenye safina, kuna mvua inayokuja. Nao walimwangalia Nuhu na wakashangaa, ama amepagawa. Na siku ya leo labda unanitazama unanishangaa, lakini siku yaja. The day is coming, the day of the wrath of God. And today we are not preaching the wrath of God. We are preaching the love of God. Siku ya leo tunahubiri upendo wa Mungu. Hatuhubiri ghadhabu ya Mungu, lakini hiyo siku yaja. Kwa hivyo siku ya leo, mpe Yesu maisha yako. Just give your life to Jesus. Just give your life to Jesus. And Jesus has promised you eternal life.
Jesus has promised you peace. Jesus has promised you joy. Sijui ni nani mwingine ambaye amekuahidi mambo kama yale. Sijui ni nani amekuahidi amani. Hakuna mwingine anaye amani ila Yesu. Hakuna mwingine ana uzima wa milele ila Yesu. Kwa hivyo mpe Yesu maisha yako asubuhi ya leo. Nataka kukupa nafasi nyingine ili umpe Yesu maisha yako. Ni kwa njia rahisi sana. Ni kwa kurudia haya maneno. Sema, Bwana Yesu, ninakubali ulikufa na kufufuka kwa ajili yangu. Siku ya leo ninakupa maisha yangu. Ninapokea msamaha wa dhambi. Ninapokea wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninasema ni asante kwa hii nafasi ya kuhubiri neno lako. Kuna ambao wengi wamelisikia. Ninasema ni asante kwa sababu neno lako linatenda kazi ndani ya maisha yao. Kuna wale ambao wamerudia hili ombi na kuna wengi watakaorudia, ya kwamba Bwana watakapookoka. Ni asante kwa sababu umesema ya kwamba utawafanya wana wako. Bwana nakushukuru kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Bwana nakushukuru kwa kuwa ahadi zako ni za kweli. Ahadi zako ni ndio na amina. Pokea utukufu kwa kutupa jina lako, ya kwamba tunapolitia tunapata amani, ya kwamba tunapolitia tunapata kimbilio. Asante Yesu kwa kutupenda. Asante Yesu kwa kutufia. Asante Yesu kwa kutuokoa. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jina langu ni Liz. Tumetoka Jubilee Christian Church, Thika Road. Kanisa letu liko Rosters Exit 7. Our pastor is Pastor Morris and Pastor Pauline Gashero. Tunakukaribisha sana pale kanisani. Ubarikiwe, uwe na siku njema. Kazi ya mikono yako imebarikiwa. Hata masomo yako imebarikiwa. Watoto wako wamebarikiwa. Na ujue kwamba Mungu anakupenda. Anakuwazia mawazo mema. Mungu hatubagui. Hata mimi hanipendi zaidi yako. Anatupenda kwa usawa. Haijalishi unayotenda. Kwa sababu mapendo ya Mungu, upendo wa Mungu hauna. It is unconditional. God loves you regardless of your actions. And so this morning, just give your life to Jesus. Because He loves you. Because He cares for you. Because He is concerned about your life. He does not want you to perish. He wants you to enjoy life. He wants you to have eternal life. So give your life to Jesus and you will never regret it. God bless you. Amen. Amen.